Okay. Katika kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba Mungu anaongea na sisi, na kwa vile sisi hatujali, ndipo anaamua kuongea na sisi katika maono ya usiku au ndoto. Sasa kuna uwezekano mkubwa sana wa mtu kusahau ndoto. Kuna kesi nyingi sana ambazo zinaletwa kwa watumishi wa Mungu kwamba mimi sioti ndoto, mimi sisahau ndoto. Sasa leo nimekuletea points za moto ambazo zinaweza kukusaidia wewe kutoka kwenye hilo tatizo. I mean it. Sasa tatizo la kusahau ndoto au kutoota ndoto kunachangiwa na mvurugano wa kitu tunakiita sleeping cycles. Oh my God, I don't want to say this, sababu kuna watu na watumishi wa Mungu hawataki mambo ya unabii. Kwa hiyo wanapinga sana masomo kama haya. So, you are favored today. Okay. Sleeping cycle ni nini? Mwanadamu anapoanza kujitafuta mwenyewe kwenye ulimwengu wa ndoto katika usingizi, au anapoanza kulala usingizi, anapitia kitu kinaitwa sleeping cycles, au niseme kwa Kiswahili ni nini? Ni mizunguko ya usingizi. Kuna hatua 4 ambazo zinakamilisha mzunguko mmoja wa usingizi, na hatua hizi 4 zinafanya kazi kwenye ndani ya lisaa 1.5. I mean dakika 90. I will break down this point. I will break down these points. Sasa mzunguko wa kwanza unaitwa light sleep. Unapoingia kulala, uko mwepesi, unautafuta usingizi. Toka asubuhi mpaka jioni umefanya kazi nyingi sana. Mwili sasa umepumzika, unavuta na pumzi. That is light sleep. Baada ya light sleep, yani usingizi mwepesi, kuna usingizi mwingine unaitwa still sleep au deep light sleep. Yani mzito kidogo, unaanza kuingia deep inside, unatafuta ndoto zako, unajitafuta wewe mwenyewe. Baada ya hicho, hatua ya 3 huingia, na hii ni ya muhimu sana. Hii hatua ni ya muhimu sana, lazima uzingatie sana. Nitakwenda kuelezea umuhimu wake. Inaitwa deep sleep. Deep sleep pale tunaposema mtu amelala 444. Akili ya mtu inavyofanya kazi kubwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, inachakata taarifa nyingi, na mwili wako, hivi vitu viwili vinachoka. I mean it, vinachoka. Kwa hiyo mwili unapochoka na akili inapochoka, inabidi ijiripea. Mungu ameweka mfumo wa kujiripea. Kwa hiyo unapoenda kulala usingizi, katika hii hatua ya 3, deep sleep, akili yako, subconscious mind, inaachilia growth hormones zinazosaidia wewe kukua, inasaidia mifupa yako kuimarika, kurefuka, pia inaripea mishipa iliyochanika kwa sababu ya mazoezi ambayo unayafanya, push-ups, squats, au labda kazi ngumu kama kuchimba mashimo and whatever you think. Sasa hizi hormones ndo kazi yake, inaripea. Na ndio maana ukiamka asubuhi unakuwa refreshed, relax. Oh my God, God is big. Ameweka repairing system.
Hii repairing system ni kama fundi nyumba. Nyumba inapoharibika, fundi anakuja, ana repair. Sasa unaweza kuuliza swali kwamba nguvu ya kurepair inapata wapi wakati sasa hivi kwa muda huo mwili wako unakuwa tayari umelala. Unapokula chakula chako mwili unaingia kwenye hatua inaitwa metabolism. Hii metabolism inakatakata kile chakula, inachukua ile nguvu nyingine mwili unatumia, na nguvu nyingine inahifadhiwa kama nini? Nguvu ya ziada. So unapolala, growth hormones natumia hizo nguvu ili kurepair mwili wako, na ndio maana ukiamka unakuwa relaxed. Hatua ya 4 ambayo ni ya umuhimu zaidi ni hatua inaitwa REM, rapid eye movement. I'm telling you, this is the most important guy I want to tell you. So keep your eyes and ears open. Listen to me. Oh shit. Sasa, REM manake rapid eye movement. Rapid eye movement ni nini? Unapokuwa umelala, alafu unaanza kuchezesha macho. Unachezesha kulia, kushoto, juu. Unaona nightmares. Unaona mambo ya ajabu. Wachawi nje wanafanya kazi zao. Akili yako inakuwa alert. Mpaka analia magonjwa analia, akili yako inakuwa so alert. Sasa kama akili inakuwa so alert, kwa nini macho yanafanya kazi? Ni kwa sababu kuna mishipa midogo imeungana pamoja na ubongo wako. So kama ubongo wako umeunganika na mishipa ya macho yako, ubongo wako unavyokuwa alert kwa muda huo, kwa sababu baada ya deep sleep mwili unakuwa upo repaired, una nguvu. Sasa unafika kwenye hatua ya REM. Sasa kama mwili umerepaired, una nguvu, so ubongo wako sasa hivi unakuwa so alert. Kwa hiyo macho yanaleta signals kwamba sasa hivi ubongo unachakata taarifa from the spiritual realm. Ubongo wako sasa unaanza kuchakata taarifa kutoka kwenye ulimwengu wa roho, kwamba nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa nafsi, kwenye ulimwengu wa ndoto zako. You see? Okay. Kwa nini sasa mishipa mingine inazuiliwa? Kuna mishipa inazuiliwa, ndio kwamba ubongo umeunganika pamoja na mikono. Kwa nini mikono haichezi? Kwa sababu mikono ina mishipa mikubwa, na mwili unao mfumo wa kuzima mishipa mikubwa wakati umelala, ili usichezeshe au usifanye ile ndoto yako kwa mikono yako na miguu yako. You see? Haya. Sasa, and now I want to break down some points. Kwa nini unasahau ndoto? Ndoto ni ya umuhimu. Mungu anaongea na sisi kupitia ndoto. Kwa nini unasahau ndoto? Kuna sababu 3 kuu ambazo nimeziandaa kwa nini wewe unasahau ndoto. Sababu ya kwanza, simu, TV, computer. Oh my God, this is important. Simu, TV, computer. So, simu, TV, computer, iPad, I don't know about any others. These sheets, hivi vitu vina kuharibia mfumo wako wa usingizi. Kivipi? Umeona ile jua linalonipiga? Come on. Nimekaa juani. Jua hili linalonipiga hili lina colors. Lina emit some colors. Hizi colors kuna yellow, blue, red. You see? Kwa hiyo ubongo wangu unajua kwamba hii kitu ambayo inanipiga, huu mwanga wa blue ambao unanipiga, huu mwanga wa yellow ambao unanipiga, huu mwanga huu ambao unanipiga sasa hivi ni mchana. Ubongo wangu unajua. Kwa hiyo kama ni mchana, ubongo wangu hautakuwa able kuachilia hormones za usingizi zinaitwa melatonin. Giza linapoingia usiku unapoingia, ubongo unaachilia kitu kinaitwa melatonin, hormones zinazoleta
usingizi. You see? Sasa unapochezea simu inatoa blue light, mwanga wa blue. Huu mwanga wa blue unafanana copyright kabisa na mwanga wa jua. Kwa hiyo ubongo wako unajua sasa hivi ni mchana. Kwa hiyo kwa hiyo ubongo wako hauwezi kuleta melatonin hormone hizi za usingizi, hormone za usingizi, kwa sababu ubongo wako unaamini kwamba sasa bado ni mchana. Kwa hiyo utakuwa unachelewa kuingia kwenye cycles za nini? Za usingizi. Kumbuka kwenye cycle moja, hatua ya mwisho ambayo ni REM ndo hatua ya ndoto. Kwa hiyo inahitaji upite light sleep, still sleep, deep sleep and then REM. Kwa hiyo ukichezea simu yako, kompyuta, TV masaa 7, masaa 9, inamaanisha utachelewa kuingia kwenye nini? Oh come on, you don't remember. Utachelewa kuingia kwenye cycles of sleep. Kwa hiyo hautaota ndoto na wala maono. You see? Kitu cha pili ambacho kinakufanya wewe usahau ndoto zako, shughuli, kufanya kazi kubwa jioni, wakati usiku umeshaingia unafanya kazi kubwa, mazoezi, push up mengi, unajikaza, unachimba mashimo, ukiingia kulala unalala umechoka a lot. Oh my god. Kufanya shughuli kubwa kuna kuletea wewe kukaa sana katika hatua ya deep sleep. Mwili wako unakuwa unachukua muda mrefu sana kwenye hatua ya deep sleep ili kurepair nini? Mwili wako kwenye nguvu iliyopotea. Kwa hiyo hatua ya REM au hatua ya ndoto itachelewa kuja. You see? Haya, kitu cha mwisho kwa leo, it is enough. Kitu cha mwisho ambacho kinakufanya usahau ndoto zako, kula sana jioni. Usile sana. Ukila sana, mwili wako usiku unaanza kufanya kufanya metabolism. Sasa metabolism kwa upande wa usiku inafanyika kidogo, kwa upande wa mchana inafanyika sana. Kwa hiyo badala ya kufanya metabolism, mwili wako unatoa hormones zingine zinaitwa cortisol hormones ambazo zinaleta stress. Unakuwa haupati usingizi vizuri, unavuruga sleeping cycle zako, na unakuwa hautaweza kupata ndoto zako wala kuona maono. My God. Kumbuka, Mungu anaongea kwenye hatua ya 4 REM, rapid eye movement, kwenye ndoto zako. Hawezi akaongea kwenye hatua zingine kwa sababu mwili wako unakuwa hauwezi kupata signals of spiritual realm. Unakuwa hauwezi kupata signals from spiritual realm. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapokuwa umechoka sana, mwili wako unatoa akili yako inapokuwa inachakata taarifa nyingi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unajua nini kinatokea? Guess what is happening? Inatoa kitu kinaitwa metabolic waste, uchafu. Ule uchafu unaotoka ndo uchovu, na ule uchovu unazuia signals from spiritual realm. Kwa hiyo inabidi ulale kwanza, utoe uchovu, uingie kwenye hii deep sleep. After deep sleep you get into rapid eye movement, ndo muda wa maono. And that is enough for you. Bye.